Shetani alikuja kuiba, alikuja kuua, alikuja kuangamiza. Yesu Kristo alidhihirishwa, akavunja nguvu zote za shetani, akavunja kazi zote za shetani. Tunajua ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alikuja na akapeana uhai au akarudisha kile shetani aliweza kuiba. Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuja na akarudisha au akapeana uhai kwa kila kitu shetani aliua. Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuja na akarudisha au akapeana uhai kwa kila kitu shetani aliangamiza. Yesu Kristo asifiwe. Tunajua ya kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe alitimiza sheria. Ni kwa sababu shetani alikuwa anataka watu waendelee kuwa chini ya sheria. Kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba wakiwa chini ya sheria hawezi kuacha kutenda dhambi. Na kwa sababu ya kuacha kutenda dhambi, alikuwa anajua ya kwamba wataendelea kuwa chini ya laana. Lakini Yesu Kristo alipokuja, alitimiza sheria zote na akawa mwisho wa sheria. Sheria ilitandikwa mtini. Sheria ilikuwa haina maana tena. Ni kwa sababu Yesu Kristo aliweza kuitimiza, na zile baraka zote Mungu alikuwa anataka kupatia wote ambao wangetimiza sheria. Yesu Kristo alipewa zote. Alipewa baraka zote, alipewa kila kitu, yaani akawa mrithi wa Mungu. Yesu Kristo na asifiwe. Tunajua ya kwamba yeyote ambaye ako ndani yake Yesu Kristo, yeyote ambaye ameokoka, hana hukumu tena, hakuna hukumu tena kwake. Ni kwa sababu aongozwi na mwili wake, anaongozwa na Roho wa Mungu, ako ndani yake Yesu Kristo. Na ile sheria, yaani ya Roho wa Mungu ndani ya Yesu Kristo, iliweza kumweka huru kutokana na sheria ya dhambi ambayo inaleta mauti. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao uko mahali hapa, kama Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka ujue ya kwamba Mungu mwenyewe alimweka shetani chini ya miguu yako. Kazi zote za shetani na shetani mwenyewe wako chini ya miguu yako, kama wewe umemkubali Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu na akubariki. Amen.